wananchi, mashabiki zangu na watu wote ambao wamekaa na niangalia na ambao mnapata uchambuzi kutoka kwa Jaliwa TV. Leo niko live kuwachambulia mpira wa aina hii. Leo tutaanza na mpira wa Simba ambapo Simba walicheza na Yanga, na mpira nadhani kila mtu aliuangalia, ambapo Kibu alijipatia jina. Naomba tuangalie kidogo mechi ni hapa. Presha ni kubwa, kila mtu anawaza atapata ushindi ama hali itakuwaje. Wale ambao mashtumbo yanawashika wametulia tuli. Hii mara zote imekuwa inaitwa mechi ya watani wa jadi, lakini miaka ya karibuni ikiitwa dabi ya Kariakoo. Hii ni mechi ya 20 ya dabi ya Kariakoo. Michezo 19 iliyopita toka Azam TV imeanza na kabumbi imeshaanza hapa. Ujambo na karibu sana katika dimba hili la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Hii ni mechi ya wanaume wawili, vitu kama umeme na vingine. Kibu Denis Prosper anamwekea Shomari Kapombe. Kabumbe ishaanza kwa kasi kweli kweli. Simba wakianza mapema upande wa Joyce Lomalisa kukiwa na pressure. Tazama hiyo James. Yuko kwenye njia akalala tackling lakini akaukosa, kwa mujibu wa mwamuzi kwamba aliugusa, na inakuwa kona ya kwanza ya mchezo. Macho na masikio kwa upande wa Simba ni kumtazama Jean Otos Baleke, na wameshaanza kona fupi. Shomari Kapombe anazungusha kona nzuri kabisa. Wow, ni Henok Inonga Bakavrane anaweka kambana na kwenda pale kumdiaki mwenzake ambaye ni Mkongomani mwenzake, anamchanganya Djigui Diarra mapema kabisa. Naiona jehanamu hapa, parapanda imelia kwake. Hakika ane gonga ndosile kichwa kimoja cha kumkandamiza Djigui Diarra ambaye amebaki amesimama tu akiwaza mambo yatakwendaje katika dimba hili. Hakika hii ni balaa sasa kwa mwananchi. Mapema tu Henok Inonga Bakavrane, ilikuwa ni free header, aliluka katikati yao akapiga utosi ule ambao umeenda kutikisa nyavu. Djigui Diarra kuona kitu na anaenda kuambia ni mimi hapa. Wacha tuone Jean Otos Baleke. Baleke na boli anaingia ndani. Jean Baleke nyepesi sana kwa goalkeeper Djigui Diarra. Jumaa Shaban Sodaya Bemba kama anapiga baada nao. Jumaa Shaban Sodaya Bemba anapita katikati pale, mwamuzi anasema hakuna foul. Nyanyuka nafasi sasa hii. Jean Baleke upande wa pili yuko Mwamba Lusaka, anajaribu kuweka ndani lakini mambo yamekuwa ni mazito. Mayele Fisto Kalala anajaribu. Fisto cheza goalkeeper mbali sana, lakini goalkeeper ameiona. Ali Salim shuti la moto kwa kweli. Ni kwenye dabi alikuwa anapita mwenyewe, ni aina ya striker ambaye anaweza kubeba kijiji. Amepiga mita zaidi ya 20, lakini Ali Salim akasimama imara. Ndani ama ataiweka ndani, washambulie. Jumaa Shaban cheza. Ali Salim Sodaya Bemba anaweka kona nzuri katika engo ya pili, weka ndani kule nje. MVP wa NBC Premier League msimu uliopita, hiyo hapo James. Alihamisha kwenye engo ya pili, unajiuliza amekosa vipi? Golikipa alipotea maboya. Dickson Job anayetafutwa ni Mwamba Lusaka, mzee wa Locomotive Fans, anamwacha Job. Chama anamwekea Baleke, inagonga nguzo ile. Jean Baleke afana lek. Simba anachukua tena boli na msasema ni foul. Naenda kwenye kitabu cha mwamuzi Kibu Denis. Ukijaribu kumponda kwenye kushambulia, unaweza ukamsifu kwenye kuzuia transition ya namna hii. Ilikuwa ni kosa kwa upande wa Simba. Yanga wakataka kujibu, lakini Kibu yuko pale kwa ajili ya timu. Baleke ana mabao 7 sasa. Alikuwa ni Clatous Chota Chama. Kisikia mtazamaji kula chuma hicho ndo kama hiyo pia. Njia za kupita. Jumaa Shaban kwenye pressure. Kibu Denis anaweka mguu sasa. Kibu Denis Prosper. Kibu Denis! Usimkatie mtu tamaa. Usimkatie mtu tamaa. Wananchi wanaimbishwa rege hapa. Muziki maarufu duniani kote. Dr. Karl Yaucho
jicho linamshangaa Mwananzala. Hussein Makubi ana screen protector, akaiona jehanamu hapa, njozi inayotisha, akaona cheche. Hii ni bunduki ya kigaidi kweli kweli. Kibu Denis aliuzuia akauweka kwenye nafasi yake, ilikuwa ni 4-1. Kibu Denis Prosper, nyota wa zamani wa Kumunyange kutokea Ngara, anawachezesha dansi Simba Sports Club bila kujali nani ameanguka chini, lakini ni burudani kwenye nyeupe na nyekundu, ni burudani mitaa ya Msimbazi. Ni chuma ya pili, ni chuma ya pili. Denis Prosper wakati wa Clement Mzize, Ibrahim Abdullah, Super Bernard Morrison, bleach zinaonekana kwa mbali, akitikisa kichwa kwa masikitiko. Mohamed Nabi akashika tama. Fisto Mayele on target ya pili kwa Kibari Salim, hata yuko ndani ya mchezo akitafakari mambo yatakwendaje. James, hilo shuti lingine ambalo analipiga zaidi ya mita 20 ilikuwa kama rebound hivi. Nafasi nzuri sasa, Kennedy Mayele, namna gani Fisto kalala. Mayele anaipoteza, aliomba akapewa baada ya makosa ya Mohamed Hussein, ikawekwa kwenye nafasi, alimluka vizuri akaitengeneza, akipiga ile volley ukakataa ukaenda nje, na Rubet anawaambia tulieni, sawa, sio mbaya, tucheze, na waambieni inachezwa hivi samba. Mwanaye anamkubali kweli kweli huyo, na hili ndio bao, namna ambavyo aliutuliza, akaenda wakiwa Jean Baleka naomba juu na Chama akiwepo, alimzunguka Bakari Nondo Mwamnyeto, piga huku tukutane ile, akaachia fataki kweli kweli, likaenda kujibu na kuitika kwenye nyavu. Tazama engo hii, tazama Kibu Denis, nyota wa zamani wa Geita Gold, Mbeya City, lakini alitokea Kumunyange FC ya Ngara. Sijui kama ipo humu ya kumtafuti nienda Saido, lakini akamzuia kwa nguvu asiende kufanya kitendo ambacho alikuwa anataka kwenda kukifanya. Fisto Mayele inaonekana alighadhabika, akufurahishwa na kile ambacho kimetokea wakati anafanyiwa madhambi yale. Wajaribu kumtuliza. Fair play Saido. Wewe kwenye vuni kama mpira ambao alipiga kichwa, ilibidi kabisa mpaka golikipa ameshapotea, inabidi waweke mpira golini, lakini inashindikana na Simba wanaokoa ule mpira. Ita hiyo hapo James alihamisha kwenye engo ya pili, unajiuliza amekosa vipi? Golikipa alipotea maboya. Dickson Job anayetafutwa ni Mwamba Lusaka, mzee wa Locomotive Fans, anamwacha Job. Chama anamwekea Baleke, inagonga nguzo ile ya Baleke. Lakini pia tukitoka hapo tunaenda kupata goli ambalo Jean Atos Baleke anatembea kabisa, anapewa pasi ya wazi, anapiga mpira kama doido, mpira unagonga mwamba na unarudi mpaka yeye haamini na mpira ulikuwaje. Lakini bila kusahau mimi nilikuwa nakuja kwenye upande wa magoli, ambapo yale magoli yalitokea kwa ile mechi ya Simba na Yanga, ambapo mechi naanzia hapa, wanatembea na mpira lakini mpira baada ya kwenda kule kwa Kapombe, mtu analala uvunguni kwa ajili ya kuzuia, na mwamuzi anaweka pale, anasema mpira umeguswa, ipigwe kona. Tazama hiyo James, iweko kwenye njia, akalala tackling, lakini akaukosa kwa mujibu wa mwamuzi kwamba aliugusa, na inakuwa kona ya kwanza ya mchezo. Macho na masikio kwa upande wa Simba ni kumtazama Jean Atos Baleke, na wameshaanza kona fupi. Shomari Kapombe anazungusha kona nzuri kabisa. Wow, ni Henok Inonga Bakavrane anaweka kambana na kwenda pale kumdiaki mwenzake ambaye ni Mkongomani mwenzake. Kona inapigwa, watu wote wako ndani ya 18 kama umeona, wanaenda kuruka heda, lakini Inonga anawazuga free heda kabisa, watawajaruka hata kidogo, anaweka mpira kambani na Simba anapata goli la kwanza, na Inonga anatoka huko anaenda kumsumbua Mkongomani mwenzake ambaye alikuwa ni Fiston Karara Mayere. Anapata aibu mbele ya Inonga kwa sababu yeye anafunga, Mayere anashindwa kufunga. Nikizungumza hivi nakuwa namaanisha kwamba kuna kipindi ambacho Simba ashawahi kuwa bora mbele ya Yanga. Sio kwamba kumfunga hizi mara 6 ni kitu ambacho labda kimetokea kwamba Simba hajawahi kumfunga Yanga, hapana. Inamaanisha kwamba hata Simba ashawahi kuwa bora. Tukizungumza uhalisia ambao ni wa maisha, tunaenda kupata goli la pili. Njia za kupita Juma Shaban
kwenye pressure. Kibu Denis anaweka mguu sasa. Kibu Denis Prosper. Kibu Denis! Usimkatie mtu tamaa. Anapiga mpira unapita katikati, unaenda kumpata Kibu Denis. Kibu Denis yuko hapa. Kuna watu watatu wako hapa ambao walitakiwa kupewa pasi kwa ajili ya kufunga, lakini pia kuna mtu mwingine yuko maeneo haya hapa na yeye anatakiwa kwenda ili apewe pasi afunge, lakini Kibu Denis anaamua kunyoka yeye mwenyewe na kupiga lile goli ambalo ni kama lilimtoa kwenye mudi kabisa Djigui Diarra, na akaona maruerue na Simba akawa ameshinda magoli mawili. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa kipindi kile Simba alikuwa ni bora mbele ya Yanga na akafanya mambo makubwa na akamfunga Yanga na mambo yote yakawa yameishia hapo. Ngoja twende tukachambue kidogo mechi ya Simba na Yanga ambayo ni ya mwisho kuchezeka. Tunaweza tukasema ni mechi ya 6 kumfunga Yanga kumfunga Simba. Ngoja tukaiangalia kidogo. Mpira ni huu hapa, tuangalie kidogo. Twiga na Jangwani wakitokea Young Africans, lakini mitaa ya Msimbazi wakitokea wekundu wa Msimbazi Simba, na wote wanakutania hapa katika kitovu. NBC inakwenda kushuhudia siku yake ya mwisho katika msimu wa 2024-2025 na inakwenda kufungwa kwa kishindo cha dabi ya Kariakoo wa Simba. This is just another day. Kutokea kaskazini mwa Afrika ili Muda anapenya, Mudathir haya ameingia katika eneo la hatari. Mudathir vipas Dube anakataliwa, Pacome na utoa nje. Dube Prince, Mudathir haya bas, muda kwa Prince Dube, Max Nzengeli, Israel Mwenda, Shadrack Kans kutokea kushoto. Pacome Zouzoua alikuwa anapika. Pacome Zouzoua, Pedro Pacome, mwamuzi asema hakuna foul na kadi ya njano na unaishwa Pedro Pacome Zouzoua. Mwamuzi ni hiki, aliweza kumpita Shomari Kapombe wakati anamtambuka Shamu Karabwe. Shamu alinyoosha mguu wake ule lakini haukufika. Zaidi Shail Pacome alidive kama anaogelea vile. Pata kwa huyu Pedro Pacome, lakini bado katika eneo la kulinda. Shomari sasa anaachwa, amesomeshwa jezi mgongoni, wekwa cross ndani huko, anakataa Zimbwe Junior. Mudathir haya yeye mbele yake akiwa ni Khalid Aucho. Mpanzu anakwenda chini, Steven Dese Mukwala, lakini offside. Alishumiliki ni kwa Young Africans, Max Nzengeli. Mudathir ni mchopasi kwa Israel Patrick Mwenda, mchezaji wa mwisho kugusa mpira katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Dakika 45 za kipindi cha pili zinaanza katika dimba la Benjamin Mkapa. Dakika 45 za kumjua ni nani bingwa wa ligi kuu ya NBC. Dakika 45 za kupata majibu ya grand finale ya msimu wa 2024-2025. Mudathir haya bas, muda piga pasi ya kupenyeza, Maxi kama pasi lakini inaondoshwa na Fabrice Luamba Ngoma. Clement Francis Mzize chiga pasi ndani huko, amepita Mudathir haya basi, nguzo ile. Clement Mzize akaingia kwenye nafasi kwa utulivu zaidi, akapiga pasi ndani, akaikosa Chefondo Malone, lakini Yusuf Kagoma. Salim Abdallah Mhene pamoja na mwenyekiti wa Simba Murtaza Mpanzu. Ngoma Fabrice, bado mali kwa mguuni, ili Mpanzu Kibisawala alienda dakika chache akafyatuka shuti lile. Djigui Diarra amekunjua mbavu lakini imeenda kugonga nje ya chuma. Eli Mpanzu volcano kidogo ilipuke. Ngoma Fabrice, ipigwa pasi kwa Jean Charles Ahoua, nje. Ngoma inamkuta MVP Jean Charles Ahoua wa Maritzburg United, na joto la ukocha amelianzia behind the defense. Pacome Zouzoua, mwamuzi anasema ni foul. Yamechezeka madhambi kwa Pedro Pacome Zouzoua na mwamuzi anafunika kwamba ni mkwaju wa penalty. Chezwa ndani ya eneo la penalty, and yes, it was inside the penalty area. Pacome Zouzoua aliucheza mpira lakini mwili wa Musa Kamara uka-obstruct, ukamzuia njia. Pero Pacome Zouzoua
mpira, amemhesabia na upande wa kulia. Atafanya nini? Jean Charles Ahoua mpira ndani huku, inakuwa ndani nyingine huku, lakini akataliwa na Ibra Baka, anautoa nje. Kona. Haya, ameuzima tena Clement Francis Mzize, yuko tena upande wake pembeni. Mzize ametaka kumaliza kazi mwenyewe. Clement Mzize, nafasi ya kuandika goli la pili anaipoteza. Wameshika vichwa mashabiki wa Young Africans, 4 dhidi ya 2. Clement Mzize, pasi yake imekataliwa, ile cutbox. Mzize, Abuya, Pacome, mwachia Simba. Pacome, shambulio la Young Africans, anaekewa Clement Francis Mzize. Unaiangalia hii mechi hapa ambapo unaweza ukaona press za Yanga zilikuwa ni nyingi zidi ya Simba. Yanga ina press, Simba ina press, lakini pressing za Simba zilikuwa ni chache kuliko za Yanga. Baada ya kutoka hapo ninaweza nikasema ilitokea emergency kidogo, watu wakawa wameshindwa kukaba vizuri. Pacome Zuzu wanaingia ndani ya 18. Kama angelikuwa ni mwamuzi wa Tanzania ambaye ni wale wa kubebana Simba na Yanga, yeye anachezesha kwa upande wa Yanga, anachezesha kwa upande wa Simba, sasa hivi tungesema kwamba ule ulikuwa ni mkwaju wa penalty, maana namna alivyodondoka kiukweli. Pacome Zuzu, Pedro Pacome, mwamuzi asema hakuna foul na kadi ya njano anaonyeshwa Pedro Pacome Zuzu. Mwamuzi Amin Mohamed Ali ni hiki, aliweza kumpita Shomari Kapombe wakati anamtambuka Shamu Karabwe. Shamu alinyoosha mguu wake ule, lakini haukufika. Zaidi Shail Pacome alidive kama anaogelea vile, anafikiri ni weekend zile, ameenda swimming, analuka. Shomari Kapombe tweve. Kweli naweza nikamsifu kwa sababu uongo wake ulizidi kwenye sehemu za mikwaju ya penalty kama hizo hapo, lakini pia tunaenda kuangalia pressing ambazo alikuja kazifanya, ambazo yeye wakati anazifanya alitoka pembeni, anakuja na mpira, alikuja na mpira akachambua mtu wa kwanza, alipoingia ndani ya 18 anacheza ule mpira, anakutana na huyu golikipa, anamchezea kwenye mwili. Alipomcheza mwili ndo ukawekwa mkwaju wa penalty. Zamani wa Maritzburg United na joto la ukocha amelianzia behind the defense. Pacome Zuzu, mwamuzi anasema ni foul, yamechezeka madhambi kwa Pedro Pacome Zuzu, na mwamuzi anafunika kwamba ni mkwaju wa penalty. Kipenga chake kimesikika akisema kwamba ni madhambi yamechezwa ndani ya eneo la penalty. And yes, it was inside the penalty area. Pacome Zuzu aliucheza mpira, lakini mwili wa Musa Kamara uka-obstruct, ukamzuia njia. Pero Pacome Zuzu, hatuwezi kusema kwamba ule mkwaju wa penalty haukuwa sawa. Ni sahihi kabisa, kwa sababu alipress, alienda kutafuta goli na aliutafuta hata mkwaju wa penalty. Kwa hiyo mwamuzi alikuwa waza kaweka mkwaju wa penalty. Yule mwamuzi alipoweka mkwaju wa penalty ndo wanapiga, anamtesa golikipa, anadondoka huko, mpira unapigiwa huku na goli linatokea. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa pressing za Yanga zilimzidi Simba, lakini pia unaona anatokea huku pembeni Maxi pia Nzengeri anatoa mpira huku pembeni, Mdasiri haya anaingia ndani, watu wanakosa wenyewe, akina Dube wote walikuwepo, wana uwezo wa kufanya pressing ya kuweka mipira nyavuni. Kwa hiyo tuhesabu kwamba Yanga alikuwa na uwezo wa kumfunga Simba magoli hata 4 au 3 kwa sababu press zake na nafasi zilizotengenezwa zilikuwa ni nyingi. Tukiachana na hilo hapo, tena tunaenda kwenye goli la pili ambayo Francis Clement Mzize anazama nyavuni. Pacome Zuzu anatoka pembeni, wanamwachia Simba. Pacome, shambulio la Young Africans, anaekewa Clement Francis Mzize, ana press mpira, anaingia ndani ya 18, anatoa pasi ambayo kwa kikawaida Clement Mzize alikuwa wazi kabisa free, anatembea akiwa mwenyewe, ambao mabeki wengine mpaka wageuke ndo wataenda huku, anaenda na kupata mpira, anatuliza kwanza kidogo, anamwangalia golikipa amekaa wapi, jamaa anaweka mpira nyavuni na mambo yakawa yameishia hapo, na Yanga akawa amejitwalia kikombe kwa magoli mawili tuseme, kwa sababu
ilikuwa ni nzuri. Nikawa ninajaribu kuchambua, nikaangalia Yanga amemfunga Simba mara 6. Mara 6, hii ni mara ya 7. Niseme wanaenda kukutana kesho. Tunaangalia hii mechi itakuwaje. Hii mechi mimi nikiitazama naiona ni kama itakuwa hivi na hivi, kwa sababu ni kama Simba nao wamejaribu kutengeneza kikosi, lakini Yanga nao mpaka sasa hivi wako bora, ijapokuwa wote tumerudi kutoka klabu bingwa na hamna timu yoyote iliyoendelea kutoka Tanzania. Hiyo sio shida yetu kwenda huko na kurudi. Tunaangalia kwa sasa hivi kitu kimoja tu ambacho kinapaswa kifanyike. Ni nini ambacho Simba anapaswa kifanye kwa wachezaji alionao? Mimi nilichokiona ambacho Simba anapaswa kifanye ni wale wachezaji kupress mpira, wakaangalia ni nafasi ambazo ziko wapi wapige, ili wakaweze kupata matokeo, kwa sababu kama ni pasi sasa hivi naweza nikasema Simba amerudi, amepiga pasi zinapatikana, wanapiga chenga, lakini kwenye masuala ya kufanya finishing naona bado imekuwa ni ngumu. Ni kama Simba striker wao sema active kama striker, anaweza kacheza kama winga, mara kacheza kama namba 7 huku, kwa hiyo haingii ndani. Kwa hiyo niseme kwamba inabidi Selemani Mwalimu kama atakuwepo na huyu Jonathan Soa waingie pale ndani, wakae watulie, kwa sababu wachezaji ambao wapo kwa sasa hivi Simba ni watu ambao wanaweza wakaleta mipira ndani na hao wafungaji wakaweza kuzamisha mipira kambani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho unatakiwa ukiangalie. Tunaenda kwa Yanga African ambao ni vigogo wa makombe hapa Tanzania. Tunamwangalia kama Dube pamoja na tunaweza tukamwangalia Dube ambao anakaa ndani ya 18, lakini mara nyingi sana tunamwangalia Mdasiri Yahya Basi, tunamwangalia na huyu mshambuliaji ambaye amekuja ni wa kwanza, huyu mshambuliaji ambaye amekuja ni mpya dirisha dogo, naye pia ana press vizuri, ana turn, anaenda nafunga. Kama mmemwona magoli yake ni magumu sana. Akishika mpira naangalia apige wapi, akishika mpira naangalia golikipa yuko hapa, akishika mpira naangalia goli liko wapi. Kwa hiyo mimi kwa kitu ambacho naona mabeki wa Simba wawe makini na huyu mshambuliaji, kwa sababu hata huyu mwenyewe huyu Dube naye ukimpatia nafasi kipindi kingine naye huwa anafunga. Kwa hiyo nikimalizia kwa uchambuzi wangu kwa hiki ambacho ninakiona, na ndio maana nimeamua nilete hii mechi ya Yanga ambayo walimfunga Simba kabeba ubingwa kwa mara ya mwisho, na nikaleta mechi ya Simba ambayo alimfunga Yanga kwa mara ya mwisho, nikazileta hapa ili mziangalie, halafu zeni mchague ni yupi atakayefunga. Najua mashabiki mtazungumza mengi, lakini mimi nilikuwa ni mchambuzi, ninachambua na tuangalie ni namna ambavyo itakavyokuwa. Uchambuzi huu umeletwa na Jaliwa TV, na mechi ya Simba na Yanga naomba watu mpunguze pressure, lolote linaweza likatokea. Mimi nimechambua, lakini lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo Yanga na uwezo wa kumfunga Simba mpaka sasa hivi, lakini Simba naye pia ametengeneza kikosa na uwezo wa kumfunga Yanga. Kwa hiyo kiukweli tuzungumze uhalisia wa mpira wa kesho kwamba utakuwa ni mgumu, kwa sababu vikosi vyote vimetengenezwa. Ilikuwa ni Jaliwa TV ikichambua mpira, na wewe unaonaje kuhusiana na hii mechi namna itakavyokuwa? Naomba komenti yako kidogo, nitajua namna ambavyo ulikuwa unahisia wewe mwenyewe na hisia zako zinakupeleka wapi. Tuko live moja kwa moja, tulikuwa tunachambua mpira. Asanteni sana. Asante.